taratibu, msikilizaji, mtazamaji wa Radio Kitco na mtazamaji wa televisheni ya Kitco. Mie ni Paul Mutua, ule MC Space, beki wa kupanda na kushuka 17 mgogoni, kijana mwenye mwingi wa maneno, mwepesi wa matendo. Ukipenda sema ni MC Space, the voice behind your celebration. Tulikuwa tarehe 9 kabisa pale mwezi ni wa 3 mwaka ni wa 2026 pale tayari kukaribisha mtazamaji, msikilizaji kwa katika sehemu mbalimbali katika uwanja hamu kipenda katika county ya Kitui. Kipenda nasema ni county nambari 1 pale, kwa kisha tunakaribisha katika matangazo kamili papa. Nikuwa na watangazaji wenza, tumekaa miezi kadha pale tulikuwa tujakuja hapa katika hii studio, lakini leo tushatua. Huku si Amerika, lakini huku ni Kitui. Kwa hivyo namuona Kajax, leo tuko na Kajax. Naam. Wasalimi mashabiki pale na wasikilizaji. Wasikilizaji na watazamaji popote mlipo, natumai mpo salama na Mwenyezi Mungu kawalinda. Kwa wale wasinifahamu, nafahamika kama Victor Karanja, ukipenda nite Kajax Amadu ya Shetani. Na tuko michezoni, nafahamika kama mchezaji nambari 1 Enzo Fernandez kutoka kule Chelsea. Natumai upo salama. Tumekuwa shwari, lakini tumekuwa tumenyamaza kimya kwa muda mfupi tu, lakini sasa hivi tumerejea na sura mpya kidosho. Nakwambia ukipenda sema nguvu mpya. Naam. Na unajua Waswahili wanasema talanta si ndumba. Unajua kijana, nilikwambia wewe ulikuwa uzaliwe kitu kingine lakini jamii sauti unayo, hata hatuwezi tukajua unatoka maeneo yapi. Unajua mkikuja kiongea anatumia R. Unajua mimi naitwa anatumia R. Mkamba anapenda kutumia ile N ama L. Kama ni wakati wa karamu atasema una wakati wa kalamu. Labda wakati nitakukaribisha twende katika karamu fulani, kama ni Mkamba anasema atumeniambia nikuje twende kalamu hipi, unaona. Lakini sauti yako hatuwezi tukajua kutoka maeneo yapi, lakini utatufahamisha tu, kwa sababu najua kuna wanafunzi wa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3 ambao wanafuatilia matangazo. Naam. Kwa hivyo umesema nguvu mpya hatukuwa nayo mwaka uliopita, lakini mwaka jameni tumeingia na studio. Alikuweko mwaka uliopita, hajasema kwa amezaliwa, lakini alikuweko, lakini hatukuwa tumeenda hewani na yeye. Kwa hivyo ni mara ya kwanza kabisa tunasikia sauti ya huyu binti. Acha tumpe nafasi akaweze kujitambulisha. Karibu. Naam, asante sana bwana Space na bwana Karaja. Niko na furaha fufutende kwa kuhudhuria mahali hapa. Siku yangu ya kwanza sijaingia mahali hapa. Karibu. Jina langu nafahamika kama Rose binti Dhuo. Ukipenda sana niite mnyama, sio simba, sio chui. Sauti yake ndiyo yatosha kujigamba. Kisha. Inamaanisha unajua kuna anaitwa babu mwingine huko kwetu alikuwa ananiambia na lugha la Kikamba, chuma wakati inakuwa mzee ikitoka inaacha imetoa chuma nyingine, unaona. Kwa hiyo wanatumia kama nasia, wanasema chuma keikwa ketia acha tuwa kingi, kumaanisha kama mimi nilikuwa MC Space, niko mwaka wa 3 nimeanza kuondoka. Sasa naacha ambao wanafunzi wa hiki chuo kikuu cha elimu cha Kitui ambao wana talanta. Si talanta tu ya ufunzaji, lakini talanta ya utangazaji. Na unajua mwalimu anafunza wanafunzi, na hao wanafunzi wanakuja hata sampuni wanafika wanakuwa bora kuliko mwalimu. Kwa hivyo mimi nashukuru tumeandamana pamoja bwana Kajax. Tumekuwa tukifanya mambo mingi, tumetangaza mambo, baadhi ya michezo huko tumefanya, sherehe tofauti tumeweza kufanya. Sasa hivi ukipenda amesema ni Rose binti Dhuo. Rose binti Dhuo amejiunga nasi. Matumaini yangu mtandamana pamoja, kwa sababu mimi nitakuwa naondoka. Hapo hakuna tatizo. Mwaka wa 3 mimi hapa nitakuwa naondoka. Sasa hivi niko katika micro teacher ama ukipenda sema ufunzaji katiti huko katika shule ya msingi na sekondari ya kati, ukipenda sema ni ya Central, tukifanya mambo yetu huko. Kwa hivyo Rose, unatokea maeneo yapi tafadhali? Maeneo yangu nimetoka katika kaunti ya Murang'a, sehemu hii inaitwa Mathioya. Mathioya. Mlima. Tusinguze mlima. Usiguze mlima. Na labda darasa mwaka wa 2 wa 3 mwaka wa kwanza, niko mwaka wa kwanza. Darasa la 1 Jaka.
lugha ya Kimombo watasema no 1JK. Napenda. Kajax, na wewe unaweza ukatukumbusha, najua hiyo sura wasikilizaji na watazamaji washaiona, lakini unaweza kuwakumbusha. Sina shida, kwa majina ni Victor Karanja. Natokea county 014, mwenzenu hapo. Hapa ni 015, mimi niko 014 Embu County, huko kwa Wamodhende Mbere. Nataka mimi was it necessary? Wamodhende. Kwa kumaanisha kwa sababu haya nami wasionifahamu mahala ambapo natoka mie, ni ule beki wa kupanda na kushuka 17 mgogoni, mwingi wa maneno mwepesi wa matendo. Mie ni MC Space nikitoka maeneo ya county 017. Sitaki niseme ni hipi, lakini mnaweza mkaniambia ni hipi. 017. 017 nikisema Mutula Junior unafaa useme Makueni. Ukambani. Ukambani. Ukisikia hiyo sauti jua hiyo ni ya 17. Ndio maana ukisikia wakati anasema mwingi wa maneno mwepesi 15, 17 mgogoni. 17 usiulize inatoka wapi, ni kaunti yenyewe. Asante kwa kufahamu. Kwa hivyo msikilizaji, na kuomba tukaweze kuandamana pamoja katika mtandao wa kijamii. Utatupata hapo Radio Kitco, Television Kitco, katika mtandao wa Facebook Television Kitco, Radio Kitco. Hapo utaweza kutupata hapo kamili. Mimi katika mtandao wa kijamii Facebook pale MC Space. Facebook wakupataje? Diana Kaluma. Facebook ni Victor Karanja. Basi tushamalizana pale na introduction kabisa. Watangazaji weza katika hii wiki tunangojea michezo ambayo itakuwa inashirikiwa hapa kutoka siku ya Alhamisi na Ijumaa. Michezo ya vyuo vikuu vya ualimu kabisa katika ukanda wa Nairobi. Nairobi region. Sisi kama wenye Kitui Teachers Training College, sisi ndo tutakuwa wenyeji kabisa. Sijui nyinyi kama watangazaji na pia wanafunzi wa chuo kikuu cha walimu cha Kitui mmejipanga aje kukaribisha wale wanafunzi na pia wachezaji ambao wanatoka katika zile vyuo mbalimbali? Mmejipangaje? Tuanze kwako Kajax. Bila shaka kwa wale watakuwa wakijiunga nasi, msiwe na dhaifu kwamba hapa mtapokelewa vizuri. Tumeanza kuwapangia mahali kwa kulala, pia uwanja ambapo watakuwa wanachezea, basi tumekuwa tukitayarisha na bado tunaendelea. So wasishtuke, tunawakaribisha sana, tunawapenda wageni na watafurahia kuwa hapa. Watumbuizo tunayo, watafurahia kweli kweli. Na hiyo sauti ndio itakuwa inawatangazia mpira. Nama kwenye uwanja wa soka basi nitakuwa hapo. Utakuwa hapo? Nitakuwa hapo. Sijui mwenzangu atajiunga nami, sijui, lakini atatuambia. Acha tusikie na yeye atakuwa upande upi. Labda atakuwa anacheza ule mchezo wa football. Acha tusikie itakuwaje. Karibu Rose. Umejipangaje kuwakaribisha wale wachezaji? Naam, asante sana. Ndani ya mpango mzima tumejipanga kama Kitco, tumejitolea. Tumewagojea sana tutolee zile talanta zetu. Tuwaone venye mnafanya na sisi msome pia bado kutoka kwetu. Msiwe na tatizo, tumewangojea ndani ya mpango mzima. Bado utakuwa na mimi mnyama mwenyewe. Basi kati ya sijui unaweza kufahamisha msikilizaji ni baadhi ya shule zipi hasa ambazo zitakuwa zinakita kambi huku kuanzia siku ya on Wednesday, Jumatano pale lugha ya Kiswahili pale. Kwa hivyo unaweza wafahamisha wasikilizaji ni baadhi ya shule zipi hasa ambazo zitakuwa zinajiunga nasi? Kutakuwa na Narok watakuwa wakijiunga nasi pale. Dongoto TTC watakuwa pia bado mwingi watakuwa basi wakijiunga nasi. Tunafurahi, tunangojea wengi zaidi zote za ukanda wa Nairobi. Tunawakaribisha sana. Na Kajax, kuna mojawapo ya vyuo vikuu vya ualimu ambavyo vinajulikana, ambacho hiki chuo kinajulikana sana katika ukanda wa Nairobi, na umekisahau. Yani hujasema Machakos. Wanaitwa the Mateko. Wanajiita Machakos Teachers Training College. Wanajiita Mateko. Nyinyi mnajiita Kitui Teachers Training College. Wao wanajiita Mateko. Kwa hivyo jinsi mtazamaji ameweza kukufahamisha, wanafunzi kutoka upande wa mlima huko ni Kiambu, Dongoto inapatikana huko.
watakuwa wanajiunga nasi. Wenzetu kutoka upande wa shule ya chuo kikuu cha elimu cha Kitui 016 unasema Machakos County, Machakos Teachers Training College watakuwa wanajiunga nasi. Ukienda katika Umasaini huko Masai Mara utapata wana Narok. Wa Masai pia watakuwa wanajiunga nasi. Narok Teachers Training College. Na wenzetu kutoka upande wa Mwingi ni wenzetu hapa au ni Mwingi Teachers Training College pia watakuwa wanajiunga nasi. Na sisi wenyewe nyumbani Kitui Teachers Training College watakuwepo. Wenyeji tutakuwepo. Sisi wote. Na tayari tushakuwa. Kwa sababu hapa ndipo. Kwa sababu hapa ndipo. Napenda. Kajax, ni baadhi ya michezo ipi hasa ambayo itakuwa inachezwa? Kutakuwa na mpira wa soka, kabumbu pale, football. Kutakuwa na volleyball itakuwa ikichezwa, netball, mpira wa vikapu, mpira wa vigongo ukipenda hockey pass. Okay, napenda Kiswahili jameni hicho. Umesema vigongo? Napenda. Na pia itakuwa hapo ikichezwa na zingine mingi, hadi handball. Handball itakuwa inachezwa pale. Na ziko mingi. Na pia ni kama niliona chesi, sijui nitaita chesi ama nitaitaje. Niliona, acha niangalia katika tarakilishi yangu, niliona chesi CHESS, both men and women. Itakuwa inachezwa pale. Lakini naona baadhi ya shule ambazo zitakuwa zinashiriki pale. Katika upande wa wanaume naona ni Narok TTC watakuwa wanacheza na vijana kutoka upande wa Kitui. Katika upande wa wanadada utasema ni Kitui watakuwa wanacheza na Machakos. Kumaanisha nao Kitui wamejituma. Kitui wanapatikana bado chesi pale wanaume, chesi wanawake. Kila mahali tupo. Tunajipanga kuelekea sisi ndio wenyeji. Sisi ndio wenyeji. Tulikuwa tuko na tutakuwa. Tulikuwa tuko na tutakuwa. Kwa sababu hapa ndipo napenda. Na unajua ni sawa tunaweza tukasema hiki chuo kikuu cha elimu cha Dhongoto katika ukanda wa Nairobi ambao wanasema ni Nairobi region, Dhongoto wakiwa na Machakos au ni wazazi wetu. Kwa sababu chuo kikuu cha elimu cha Kitui kimeanza pale mnamo wa mwaka wa 2020 kumradhi 11-12 mahali hapo hivyo. Lakini ukijaribu kufuatilia takrimu za Dhongoto na Machakos wako na baadhi ya miaka wamefanya mambo yao pale. Upande wa Narok pia wamefanya mambo yao. Lakini sisi tunafuatana pale na Wanamwingi tunazidi kufanya mambo yetu. Unajua mtoto anazaliwa juzi lakini anafanya mambo yake. Anazaliwa pale juzi jana, lakini ukijaribu kuangalia vitu ambazo anazifanya pale zinatetemesha, zinashtua wengi. Zinashtua wahenga. Rose Binthuo, sijui wewe utakuwa unacheza mchezo upi? Vile kwa fupi. Sitaki kusema sitacheza. Lakini nitakuwa part of wachezaji. Utakuwa katika moja ya sehemu. Sitaingia ndani ya uwanja lakini nitakuwa nikicheza. Utakuwa unacheza. Lakini hutaniona ndani ya uwanja. Na sitakuona uwanjani. Lakini nitacheza. Hapo ni kijana mwepesi hapo inataka akili za mbuzi, si akili tambuzi. Unanielewa? Na hapo inataka utumie akili za mbuzi, si akili tambuzi. Nione baadaye nitakueleza ninachomaanisha. Kaja sisi utakuwa unacheza mchezo upi? Mimi nitakuwa nacheza mchezo wa mic, nitakuwa kwenye mic. Kipaza sauti hiki? Nitakuwa hapo. Huo ndo mchezo wangu. Nitakuwa nikitumbuiza. Utakuwa unafanya mambo yako pale. Sidhani tutakuwa wengi lakini hapo ndo nitakuwa nikicheza. Tutakuwa tunakutegea. Sawa basi utakuwa hapo. Kwa sababu hapo ndipo. Nami niulize nitakuwa nacheza upi? MC Spiza. Utakuwa unacheza mchezo upi? Unajua kuna vidosho ama ukipenda nasema mabinti ambao watakuwa wanakuja kutoka katika sehemu ama shule mbalimbali. Mabinti wamefanya nini jamani? Mabinti unajua nimesema watakuwa wanakuja. Na unajua njia za kumuua paka ni mingi. Kwa hivyo najaribu kuelezea mchezo wenye nitakuwa nacheza pale. Sawa. Kwanza mimi ni mwana netball. Kama unawishii
ushaisoma ama ushipitia jinsi mchezo wa netball unachezwa, mimi nacheza katika upande wa GA, hiyo ni goal attacker. Pia katika GS goal shooter pale na shiriki katika huo mchezo. Mimi nitakuwa na michezo mingi, lakini huo ndo mchezo wa kwanza. Huo ndo mchezo wa kwanza. Hiyo michezo ingine tukitoka studio, katika chumba cha habari nitakufahamisha. Na katika mtandao wa kijamii naona baadhi ya wanafunzi wanasema Kajax pokea salamu katika darasa la 1AB. Tunafuatilia, anasema yeye anajulikana kama Murhidi. Namjua rafiki yangu huyo. Pia kiongozi wa shule the chairperson Shedrack ananiambia anafuatilia haya matangazo katika mtandao wa TikTok. Acha nione TikTok wanasemaje. TikTok namwona Cabinet Secretary of Sports Kalenga anasema pia na yeye anafuatilia matangazo. Anasema sisi kama wana Kitco tumejipanga kuwapokea wanafunzi. Na ananifahamisha kwanza wanafunzi kutoka upande wa chuo kikuu cha elimu cha Narok watakuwa wanafika kesho majioni. Anasema hivyo. Si maneno yangu, ukijaribu angalia anasema hivyo. Chuo kikuu cha elimu cha Narok kitakuwa kinajiunga nasi hapo kesho masaa ya majioni. Acha nione itakuwaje. Pia namuona mwalimu ambaye ameshikilia masuala ya michezo, Bwana Emilia Sijue, anasema anafuatilia matangazo. Bwana Paul Mwaka msaidizi pale anasema anafuatilia matangazo. Pia namuona mwalimu ambaye masuala ya wanafunzi, kwa lugha ya Kimombo utasema ni Dean of Students, Madam Mother Mbuvi, anasema pia ako ndani ya nyumba, anasema anafuatilia matangazo. Asante. Kwa hivyo wasikilizaji, nimekufahamisha, tuma ujumbe wako pale, tutakuwa tunaopitia pale katika mtandao wa Facebook, mtandao wa YouTube, mtandao wa WhatsApp, utakuwa unatupata pale kama Radio Kitco na Television Kitco, tukiendelea na kukuletea haya matangazo moja kwa moja. Kajax, draw kwa lugha ya Kimombo ishatoka. Nataka tupitia baadhi ya michezo ambayo itakuwa inaanza katika nyanja tofauti tofauti. Tuanze na mchezo wa futiboli. Wanaume, vijana kutoka upande wa Narok watakuwa wanafungua na vijana kutoka upande wa Mwingi. Kutoka hapo wana Machakos na Dhongoto. Machakos na Dhongoto watakuwa wanaingia pale. Na mchezo wa kwanza kabisa kwa vijana wa Kitui wanaume, sisi wenyeji hapa tutakuwa na Dhongoto, watakuwa wanacheza na wana Dhongoto. Kwa hivyo wanafunzi wa chuo kikuu cha elimu cha Kitui wanangoja kuona hiyo mechi dhidi ya vijana wao wa Kitui wenyewe na Dhongoto. Twende upande wa wasichana. Football upande wa wasichana, anaweza katusomea huyo binti, anaweza katusomea za kwanza mbili. Na upande wa wasichana tutakuwa na Machakos, watacheza vizuri sana na wanariadha wa Kitco hapa. Wachezaji wanariadha, unajua watakuwa nakimbia bado, kwa hivyo wao bado ni wanariadha. Unajua wewe ukiingia uwanjani ucheze kama ukimbii, inamaanisha kama ni mchezaji na ni football lazima kuwe bado mwanariadha kabisa. Wao mtangazaji mwenza hapo sawa. Vile wana Dhongoto watakuwa wanacheza na Narok. Pale bado Machakos watakuwa wakirudia bado na Dhongoto. Kwa hivyo Machakos hapo mechi ya 3 watakuwa bado wanacheza na Dhongoto. Kwa hivyo kabisa pale amesema Rose Bendhuo, amesema moja kabisa. Rosa amesema kwamba Machakos ndio watakuwa wanafungua uwanja pale wakiwa na Kitui. Na baada ya kutoka hapo Dhongoto wacheza na Narok, Machakos wacheze na Dhongoto. Twende uwanja wa Antiboli. Kajax wanaume, kina nani sawa tutakuwa nafungua pale? Kwa netball naona wana Kitco Antiboli wana Kitco basi watakuwa kifungua kiwanja na wana Mwingi. Basi nao Dhongoto wanakuwa kitoana kivumbi na wana Naroka. Nao wana Machakos watakuwa na Naroka. Twende upande wa wanadada. Rose Bendhuo, tupeleke upande wa wanadada. Naam, wanadada watakuwa na Dhongoto wakicheza pale na Mwingi. Vile tupate Narok wakiwafuata wakicheza na Kitui. Vile Machakos bado watarudi kucheza na Kitui. Kitui. Haya, twende katika upande wa basketball. Kwa hivyo msikilizaji, tafadhali tunasoma jinsi hii ratiba ilivyo kwa faida yako.
najua kuna wanafunzi wa mwaka wa 3 ambao hawana ratiba jinsi ilivyo, na ni vizuri tuwafahamishe, ndo kama yeye ni shabiki wa basketball ajipange mapema ni mechi ipi hasa ambayo itakuwa inaanza pale. Kwa hivyo katika upande wa basketball vijana wa Narok watakuwa wanafungua na wenyeji Kitui. Mechi ya pili pale itakuwa dhidi ya vijana kutoka upande wa Machakos wakicheza na Wanadhongoto. Ya tatu kabisa pale itakuwa ni Narok wakicheza na wenzao kutoka upande wa Mulima. Hao ni Wanadhongoto. Tuende katika upande wa wanadada pale. Na nikiwakumbusha kwamba hizo mechi 3 ambazo tunataja ni baadhi tu ya michezo ambayo itahudhuriwa hiyo siku. Tunakutajia za kwanza 3, lakini kuna zingine nyingi zinafuata kwa faida ya msikilizaji. Naam. Hiyo ni kwa faida ya msikilizaji na mtazamaji na wote ambao wanafuatilia matangazo. Na wote ambao wanafuatilia. Napenda. Haya, Rose Bint Dhuo, tupeleka katika upande wa basketball ya wanadada. Asante. Katika basketball ya wanadada tutakuwa vile vile tukicheza na Dogoto, watakuwa wakicheza na Machakos. Kitui wenyeji watakuwa wakicheza na Narok. Dogoto vile vile watakuwa wakicheza na wenyeji Kitui. Kumaanisha pale wanadada, na mwaka uliopita Wanadhongoto ndo waliweza kuwakilisha ukanda wa Nairobi katika maeneo ya Kibabii. Kwa hivyo basketball ya wanadada Dhongoto ndo walishinda. Hiyo nakili mahali hiyo. Sasa hivi sisi ndo tunafanya hivi. Mimi sijasema, umesema. Unajua tunasema Waswahili wanasema mwenyeji hawezi kubali mgeni amsarasare kwa mgeni yesi kibichi kwenye uso. So sisi huu mwaka tumejipanga, tumejiandaa kweli. Tunatumia kuku. Sawa. Na bado Waswahili bado anasema chiriku ana kelele, sawa? Lakini porini kuna wenyewe. Wanasema hivyo chiriku anasema chiriku ana kelele mingi. Ukienda katika msitu utapata chiriku ana kelele mingi, lakini porini kuna wenyewe. Lakini nakwambia pia kelele za chura azimzui ng'ombe kunywa maji. Kisha twende upande wa volleyball. Wanaume Narok watakuwa wanafungua na Mwingi. Kitui watakuwa wanacheza na Dhongoto, na pale mechi ya 3 Machakos watakuwa narudi tena uwanjani kucheza na wenyewe watakuwa wametoka uwanjani Wanadhongoto. Sawa. Katika na sijui kama unakumbuka mwaka uliopita ni timu ipi hasa ambayo iliweza kuwakilisha ukanda wa Nairobi region katika upande wa Kibabii. Teachers Training College volleyball walikuwa vijana kutoka upande wa Mwingi. Volleyball ilibebwa na Mwingi. Nitakuwa na wafahamishi hizo zingine. Twende volleyball ya wasichana ama wanadada ukipenda. Rose Bint Dhuo. Vile vile tutakuwa volleyball ya wanadada tutakuwa na Narok wakicheza na Machakos, wafuatwe na Dogoto wakicheza na wenyeji Kitui. Wana Narok bado wataingia kucheza na Dogoto. Shukran. Mwaka uliopita Kitui walibeba. Basi. Volleyball ya wasichana Kitui walibeba. Huu mwaka sijui. Tutabeba. Ni sijui. Rose Bint Dhuo ndo amebeba. Ndo amesema. Haya, tuende katika upande wa netball wanaume. Mchezo wangu ule. Netball wanaume Bwana Space atakuwa akifungua na Mwanadhogoto. Umesema. Bwana Space atakuwa akifungua na Dhogoto, ndo mchezo wa kwanza. Na Narok watakuwa kitoana kivumbi pala na Machakos. Nao Kitui bado Space atarudi tena kumenyana kujua bichi na mbivu na Mwana Narok. Asante. Mwaka uliopita unajua ni kanani ambao wanaweza kubeba hii? Asifahamu. Machakos Teachers Training College. Sasa hii tunatarajia Space atawakilisha kabisa. Tukikosa basi wewe ndo tutalaumu. Ashasema. Mimi nimenyamaza, ushasema, lakini nayo tendo upande wa netball ya wasichana. Wanadada Rose Bint Dhuo, tusomee ni mechi zipi za kwanza 3 pale hasa ambazo zitakuwa zinafunguliwa? Naam, vile vile ndani ya uwanja tutawapata Wanadhogoto wakiwa kucheza na Machakos. Narok vile vile watawafuata wakicheza na Kitui. Dogoto watacheza na Narok. Kwa hivyo mwaka uliopita wanadada wa Kitui wenyewe walibeba Narok. Walibeba wakafunga Narok pale kwa finali. Kwa hivyo Kitui
unajua ulimi huo unafanya kazi mingi, kuongea, kukula, kazi yote ni ulimi ile. Kwa hivyo nilikuwa nasemaje, netball ya Kitui iliweza kubebwa, ama ndo waliweza, netball ya Kitui iliweza kufuzu mwaka uliopita kwenda kuwakilisha ukanda wa Nairobi katika maeneo ya chuo kikuu cha Ole Mtaa Kibabi. Haya, acha tuone upande wa, ulisema hockey ni lugha ya Kiswahili ulisemaje Kajax? Bigo. Napenda. Lakini msikilizaji ni kama hajasikia. Ni kama hatujasikia. Hebu rudia. Arudie. Kwa faida si kwa faida yetu. Sisi tunajua. Kwa faida ya msikilizaji na mmoja pale amesemaje? Sisi tunajua Hajampata vizuri. Umesema hockey. Kwa hivyo hiyo ni tunaweza kutoa Kiswahili, tunaruhusa. Wacha tukitoe. Hockey. Inaitwa hockey. Hamna shida. Kwa hivyo acha tuende moja kwa moja katika upande. Kwa hivyo Kitui Senior College watakuwa nafungua na wana Narok watakuwa pia wanarudi tena wajani pale mechi ya 4 kucheza na Dhongoto. Mechi ya pili itakuwa ni Machakos dhidi ya vijana kutoka upande wa Dhongoto, na Kitui pia watakuwa narudi tena kwa mara ya mwisho pale kucheza na vijana kutoka upande wa Machakos. Kabisa. Kwa hivyo acha turudi pale katika upande wa wanadada. Wanadada sijui itakuaje. Rose Binthuo, unaweza kutupeleka katika upande wa wanadada? Na wanadada watakuwa wakicheza na Kitui wenyeji Kitco. Napenda kujigamba. Vile vile watakuwa wanacheza na Narok. Wafuatwe na Dhongoto wakicheza na Machakos. Kitco warudi tena wakicheza na Dhongoto. Bila shaka hivyo ndivyo mambo yatakuwa kutoka upande wa Narok, ama ukipenda unasema ni hockey hiyo ya wanadada ndio itakuwa inachezwa amesema ni Kitui dhidi ya vijana kutoka upande wa Narok, Dhongoto, Machakos, Kitui na Dhongoto tena. Upande wa chesi wanaume pale shule mbili. Naam. Akaja shule zipi zile? Mwanakitko basi atakuwa akicheza na Mwana Narok. Huyo ni upande wa wanaume. Upande wa wanadada Binti Dhuo. Upande wa wanadada tutakuwa tukipata Kitco wenyeji na Machakos. Napenda. Kwa hivyo ningependa tukaweze kupitia hizi kuna mechi za kwanza kabisa. Football mwaka uliopita Kitui walibeba. Naam. Kitui walibeba. Nice. Mwaka uliopita Kitui ndo walikuwa wamefunzu kwenda kucheza katika maeneo ya Kibabi. Sawa? Na kili mahali katika upande wa wasichana bado football Kitui walibeba. Waliwakilisha. Walibeba mipira sijui nafikiria kubeba nini, lakini wenyewe ndo walienda kuwakilisha Kitui. Walienda kuwakilisha ukanda wa Nairobi. Turudi katika antiball ya wanaume. Antiball ya wanaume vijana kutoka upande wa Kitui TTC waliweza kuibuka washindi. Hizo ni 3. Football ya vijana na wasichana, antiball ya wanaume Kitui walishinda. Katika upande wa antiball ya wasichana pale, antiball Narok wa Masai wale ni wakali. Sijui huu mwaka wamejipangaje, lakini antiball mwaka uliopita Narok waliweza kuwakilisha pale. Acha tuone katika upande basketball vijana wa Kitui walishinda pale. Katika upande wa wasichana nilikuwa nimekufahamisha ni wasichana kutoka upande wa Dhongoto walishinda. Twende upande wa volleyball wanaume nilisema ni kina nani? Volleyball mwingi. Napenda shika zako 5. Napenda. Upande wa wasichana Rosby Ndhu walikuwa nasikiza. Volleyball ya wasichana ulisema kina nani? Ulisema ni Machakos. Kumradhi. Nilisema ni wenyeji Kitui. Wenyeji Kitui. Labda unatakia Machakos si mwaka wachukue, lakini ni sawa. Tutajua. Netball wanaume nilisema. Netball wanaume mwaka uliopita mchezo wangu nilisema ni kina nani ambao walibeba? Ulisema ulifeli. Ni mimi nilifeli. Ulifeli lakini Machakos walibeba. Walibeba lakini mwaka sijui itakuwaje, lakini tunajitahidi. Tunajitahidi. Unajua kinolewacho upata. Kabisa. Kinolewacho upata. Na siku yenyewe ni kufa miti yote utereza. Haya, twende upande wa wanadada netball wasichana kutoka upande wa Kitui walibeba. Sijama mama huu mwaka bado watabeba. Tutabeba. Napenda. Kwa sababu wakati ujao. Huo ni wakati ujao tutabeba.
Mwaka uliopita tulibeba. Sasa hivi wakati uliopo tunabeba na huo wakati tutabeba. Napenda zidi kubeba kabisa. Mpaka wapi? Alafu mchezo wa vigongo pale wanaume kutoka upande wa Narok walibeba mwaka uliopita. Wasichana pale Machakos walibeba, sawa? Chesi azikwa. Kwa hivyo ukijaribu kufuatilia pale, kama ulikuwa na nakili mahali mwaka uliopita, vijana ama shule kubwa ya chuo kikuu cha elimu Mtakatifu walienda mechi, ama ukipenda timu sita zilienda pale. Machakos walienda 2, netball ya wanaume na hockey ya wasichana. Ukienda upande wa Mwingi walibeba 1, volleyball ya wanaume, sawa? Mimi sisemi itakuwa hivyo huu mwaka, tutabeba zaidi. Acha tuone itakuaje. Mimi ndo nasema unajua sisi wenyewe utakuwa unacheza, utakuwa unatangaza huko. Mimi mwenyewe unajua wachezaji wangekuwa hapa, wangekuwa wanaongea wenyewe, wangesema wanacheza, ama wangekuwa wanasema watabeba. Sawa, ni mchezaji pia, wewe ni mchezaji na bado anaamini na naheshimu your personal opinion. Naheshimu. Kwa hivyo haya, kutoka upande wa Dongoto walibeba 1. Hiyo ni basketball. Ukienda upande wa Narok walibeba 2. Handball pale ilikuweko na hockey ya wanaume. Hizo. Kwa hivyo kwa faida ya msikilizaji, mtazamaji na watu ambao wanafuatilia matangazo katika Radio Kitco, television Kitco, hivyo na hizo ndo mechi ambazo zilikuwa zinachezwa pale siku ya Alhamisi, na hizo zingine ambazo zitakuwa na kusomea siku ya kesho zitakuwa zinachezwa siku ya Ijumaa. Kufikia hapo jameni, sijui ama tuna lingine la kuongeza, kama lipo tutakuwa tunapitia. Naomba mkaweze kuangalia katika mitandao ya kijamii, mkaweze kusalimia 2 watatu, kwa sababu nilikuwa nishawaambia wakaweze kupitia pale. Kwa hivyo sijui ama Rosemary Dhuo ushaingia katika mtandao wako wa Facebook, waangalie ni kina nani hasa 2 watatu ambao wanafuatilia haya matangazo. Kipaza sauti kwako. Naam, asante sana. Ndani ya mtandao wangu namuona hapa mwanadada mmoja ambaye tulitoka tumbo moja na yeye. Ako pale katika redio ya Kamba FM. Kamba FM. Napenda. Anasema anatufuatilia vizuri tena sana. Kuna mwingine hapa anajiita Peterson Kenu. Anasema ndani ya mpango mzima wana Kitco na waona taratibu tena zaidi. Bwana Charles Mkardinali anasema ako na sisi. Vile namuona Kiraja wa darasa la kwanza Jaka. Anasema asante sana na kuona sana binti tu. Naam. Twende katika upande wa ukipenda unasema Kajax, sijui wanasemaje katika mtandao wa kijamii. Kwenye mitandao ya kijamii kwenye Facebook namuona kiranja wangu wajitu wote 2 wanafuatilia. Irene na Bwana Mosioki wanasema wako ndani. Namuona msichana mrembo, tunasema mwenye umbo la wastani. Asante. Unasema mrembo, kiuno cha nyigu. Unasema mrembo. Nimaanisha kuna wenye ni warembo na kuna endelea. Mwenye kiuno cha nyigu, shingo ya upanga, meno ya theluji. Inatosha. Tosha. Umbo la wastani. Tosha baba. Tosha. Hapo mwaka wa 3 anafahamika kama Sandra Sasha. Ananiambia ni wasalimie sana yuko mitandaoni. Pia namuona Massive kutoka G8 bado anafuatilia, na bado Dorcasa kutoka AB anasema yuko ndani. Shukrani kabisa katika mtandao wangu wa YouTube, na wanafunzi wengi ambao wananipitia. Wasichana kwanza wametangulia pale. Wasichana wametangulia pale. Kuna jambo namuona amesema, mimi sijasema au ni maneno yake. Mpenzi wangu kama anasikiza maneno hiyo si yangu. Namuona Charity anasema nasikiliza. Namuona Fidhi Sila ambaye alikuwa naibu rais katika chuo kikuu cha elimu Mtakatifu. Fidhi Sila anafuatilia. Namuona Christine alikuwa katika darasa la JK. Namuona Dama anafuatilia. Namuona Danford anafuatilia bado. Namuona mwalimu mkuu Bwana Gerard Mutegi anasema vijana wangu mnafanya kazi nzuri. Bwana Gerard Mutegi tunakupigia saluti sana. Kabisa. Tunakupigia saluti sana Bwana Gerard Mutegi anasema anafuatilia matangazo. Shukrani mwalimu mkuu. Tunakuenzi, we recognize your presence. Namuona Madam DOS nilikuwa nimemtaja, anasema vijana wangu na msichana wangu mnafanya kazi nzuri pale. Namuona mwalimu ambaye amesimamia mtaalamu wa masomo Bwana Jue. Kumradhi Bwana
Daro pale, shukrani. Daro anasema nafuatilia na kufunga kabisa. Namuona mwalimu ambaye huwa anasimamia hii radio station, patroni wetu Bwana Clinton. Asante. Ambazo huwa anatunza kila kitu hapa, anasema anafuatilia haya matangazo. Akiwa na Madam Janet pale, huwa anasema wanafuatilia haya matangazo. Asante. Namuona producer wetu baada ya kututengenezea hapa huko, alirudi huko nyuma. Utamuita Joe, atamuita Joe pale akiwa na our able producer pale. Fundi wa mitambo Joe, producer pale Jonah pale, producer wetu pale. Tulikuwa naye mwaka uliopita. Wakiwa na chairman DJ Chairman. Na bado hiyo siku atakuwepo. Atakuwepo DJ Chairman hiyo siku wakishirikiana na huyu mwingine anaitwa DJ Macras 254. 254. Watakuwa nafanya kazi yao pale. Kwa hivyo hatuna budi la kosa kukamilisha kipindi chetu cha Mikiki ya Spoti ambao tumekuwa tukiandamana pamoja kutoka saa 10 hadi sasa hivi. Milango inaenda milango ya saa 11. Kwa hivyo Rosbin Thuo, ningependa ukaweze kusalimu mashabiki wawili watatu ukiwaaga. Naam, asante sana ndani ya mpango mzima. Nashukuru kwa nasi kutoka tuanze hadi wakati huu. Ningependa sana kumsalimu sana mamangu Hadenizaa pale nyumbani. Ningependa kumsalimia Bwana Elias Gari mtangazaji. Ningependa sana kumsalimia dadangu anaitwa Florence pale Kamba FM. Ningependa sana kupasha salamu zangu za wanafunzi wote wa Kitco. Nikikamilisha, ningependa sana kuambia kujeni. Mtu mmoja alisema usiambie mgeni feel at home. Mwambie feel at Jesus. Feel at Jesus. Kwa sababu gani? Ukimwambia feel at home, ujui kwenye ametoka kumekuaje. Maybe amefurushwa pale nyumbani, alafu unamkumbusha feel at home. Unakumbuka nyumbani ameacha kumeharibika. Alafu unamkaribisha kwa chumba chako na mwambia feel at home. So ningependa sana kuambia karibu Kitui, feel at Jesus. Feel at Jesus. Kabisa. Hayo nimenakili. Asante. Nimenakili. Kajax, usiniulize nimenakili wapi, nimenakili. Haya bana. Kajax, wakati ni wako, uwanja ni wako. Salimia wawili watatu kwa sababu umeona unazidi kusonga pale ukiwaaga. Shwari barabara mtazamaji na msikilizaji popote ulipo, na kusalimia tena na kupa shukrani kwa kuwa nasi tangu tulipoanza na sasa hivi tunatamatisha. Ningependa kuwasalimu bradangu mkubwa anafahamika kama Maxwell Monene, ukipenda muite Double M. Pia wazazi wangu wote wawili wapo uwai, na wasalimia dadangu wawili popote wapo, wasalimike sana. Na wote ambao wanakuja kutoka siku ya kesho, Narok nasikia watakuwa kitangulia kesho jioni. Tunawakaribisha sana kwenye shule ya Kitui ya ualimu ya Teachers College ya Kitui. Mfeel at Jesus. Shukran kabisa. Shukran kwa faida msikilizaji, mtazamaji na wote ambao tumeweza kuandamana pamoja tangu pale mwendo wa saa 10 hadi sasa hivi milango ya saa 11, na nachukua fursa nikaweze kuwasalimu wote wasikilizaji, watazamaji na wote ambao mko nasi, wanafunzi wote wa shule ya msingi ya Central Primary School pale, walimu wote wa Central Primary School, bradangu kakangu pale MC Kamaki, na kusalimu kwa mahali ulipo mamangu pale Eunice Makueni County, na kusalimu mama pale usimamizi wa shule kuu ya chuo kikuu cha elimu cha Kitui. Jamani, sisi kama wanafunzi ambao tuna talanta utangazaji tunashukuru zidi. Tunazidi kuwa pamoja katika mitandao ya kijamii pale, mnazidi kutufuatilia pale. You like and subscribe kizungu kile. You like and subscribe tukaweze kuhakikisha mambo ni shwari. Nimekuwa wewe beki wa kupanda na kushika 17 mgongoni, kijana mwenye mwingi wa maneno lakini mwepesi wa matendo. Ukipenda utasema ni MC Space, the voice behind your celebration. Tupatane tena katika Mikiki ya Spoti ipo siku ya kesho, Mungu akitujalia ni tena papa hapa, kwa sababu tumesema sisi wote hapa ndipo. Tena mara ya mwisho hapa ndipo. They feel at home kwa sababu no, let them not feel at home. They feel like it nimesema, kipaza sauti ndio kimesema. Si wewe. Si mimi. So let them not feel at home. Let them feel at Jesus. Na tuonane. Shukrani. Asante. Kwaheri.